Mara zote huwa ninajitahidi kukuandalia kitu kilichokuwa bora zaidi. Ili uweze kujifunza kitu kipya, basi fanya yafuatayo ndani ya siku 7. Kisha utaniambia ni maajabu gani yaliyojitokeza katika maisha yako. Huenda kwa namna moja ama nyingine, sote huwa tunaaminia kwamba nyumba zetu ni moja kati ya sehemu ya sisi kupumzika mara tunapokuwa tumetoka katika mizunguko yetu ya kila siku. Lakini hata vitabu vya dini vinatueleza ya kwamba mara tu uliingiapo giza, basi na uchawi upo mahala hapo. Na ndio maana aliingiapo giza, wachawi wengi ulitumia giza hilo ili mradi kufanya mambo yao mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine huenda yakatuletea sisi matatizo makubwa sana katika maisha yetu. Huenda huwa unarudi katika nyumba yako kwa ajili ya kupumzika mara baada ya kutoka katika mihangaiko ya huku na kule. Lakini je, itakuwaje endapo nyumba yako imekuwa ni moja kati ya nyumba iliyozungukwa na roho wachafu? Fanya yafuatayo ndani ya siku 7 za juma, kisha uniambie ni maajabu gani yaliyojitokeza katika maisha yako. Lakini ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu, basi jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli yako pendwa ya Bongo Swahili. Huenda utayafahamu mengi zaidi yaliyojificha kutokana na ukweli halisi wa maisha yetu ya kila siku. Huenda video hii ikawa ni moja kati ya video bora sana kwako wewe unayeitazama, lakini kabla ya mimi kufika mbali, ningependa nikukumbushe kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine huenda kikayabadilisha maisha yako ya kila siku. Bila shaka utakuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye huenda umekwisha kuwahi kushuhudia uchovu mara uingiapo ndani ya nyumba yako, ama umelala na kuamka ukiwa na uchovu katika mwili wako, ama viungo vyako vikiwa havieleweki kabisa, lakini umeshindwa kufahamu ukweli halisi wa kile unachokisikia katika mwili wako kinatokana na nini. Nyumba zetu zimekuwa ni moja kati ya nyumba ambazo zimekuwa zikizungukwa na roho wachafu, lakini roho wachafu hawa wamekuwa wakipatikana hasa katika nyakati za usiku tunapokwenda kupumzisha miili yetu, na wao ndio wanakuwa wameingia kazini. Ni dhahiri wazi ya kwamba sijawahi kuwa mpiga ramli hata siku moja, lakini ufuatiliaji wangu wa mambo unaweza ukakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Fanya yafuatayo ndani ya siku 7 za juma, kisha utaniambia ni maajabu gani yaliyojitokeza katika maisha yako ya kila siku. Namba 1, inasemekana ya kwamba maji ni moja kati ya kitu bora sana ambacho kwa namna moja ama nyingine huwa na nguvu kubwa sana ya kufukuza roho wachafu kwa binadamu. Na ndio maana hata ukifuatilia ukweli halisi kuhusiana na maji, hata wachungaji wengi pamoja na maprofet huwa wanatumia maji kwa ajili ya kufukuza vitu vibaya kwa binadamu. Huenda kwa namna moja ama nyingine utakuwa umekwisha kunifahamu na kuelewa zaidi juu ya jambo hilo. Lakini je, tutayatumiaje maji kwa ajili ya kufukuza roho wachafu ndani ya nyumba zetu? Fanya yafuatayo ndani ya siku 7, kisha utaniambia maajabu yaliyojitokeza katika maisha yako. Hakikisha unakuwa na glasi ya maji ambayo ni safi kabisa, lakini mbali na glasi hiyo ya maji, lazima uwe na maji safi ambayo kwa namna moja ama nyingine ndiyo yatakuwa ni moja kati ya nyenzo kuu ya kutufanikishia sisi kuweza kuwafukuza roho wachafu ndani ya nyumba zetu. Ukisha kuwa na vitu hivyo viwili, basi nisikilize kwa umakini juu ya kile ninachohitaji kukufahamisha. Unapokuwa umekamilisha vitu hivyo, basi fanya yafuatayo. Mara baada ya kuchukua glasi pamoja na maji, chukua maji yaweke katika glasi. Hakikisha ya kwamba maji hayo yanakuwa nusu glasi, na baada ya hapo chukua chumvi kijiko kimoja, weka ndani ya maji yaliyokuwemo ndani ya glasi yako. Ni dhahiri wazi ya kwamba unaenda sawa na jinsi ninavyokuelekeza, na mara baada ya wewe kufanikisha zoezi hilo, basi glasi hiyo ya maji jaribu kuichukua na uiweke chini ya kitanda chako uvunguni kabisa. Mara baada ya kufanikisha zoezi hilo, basi fanya yafuatayo
kama ninavyokuelekeza. Mpaka sasa utakuwa tayari kwenda na kulala katika kitanda chako ambacho kwa namna moja ama nyingine chini kutakuwa kuna glasi ya maji. Jaribu kulala katika kitanda hicho mpaka kesho asubuhi, na itakapofika alfajiri basi jaribu kutazamia juu ya matokeo yaliyojitokeza katika glasi yako. Ni dhahiri wazi ya kwamba kama katika nyumba yako kutakuwa kuna roho wachafu wanaokusumbua, basi utayaona matokeo yafuatayo katika glasi yako ya maji. Kwanza kabisa utaona bubbles, muonekano wa viputo vidogo vinavyopatikana katika maji. Mbali na vitu hivyo, basi utaweza kuona unyevu au mvuke unaopatikana katika glasi hiyo. Utakapoona hali hiyo, ni dhahiri wazi ya kwamba maji yaliyokuwemo katika glasi hiyo yameweza kunyonya roho wachafu ama yameweza kuchukua kitu kibaya na kukifyonza ndani yake. Ni dhahiri wazi ya kwamba utakapofanya vitu hivi ndani ya siku 7, basi ni dhahiri wazi utaona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Kwanza kabisa, mabadiliko yatakayojitokeza katika maisha yako mara uingiapo ndani ya nyumba yako, basi utakuwa ni moja kati ya mtu mwenye amani sana. Na utakapokuwa na uchovu ukaamua kujipumzisha katika kitanda chako, basi ni dhahiri wazi ya kwamba utalala usingizi mnono mpaka alfajiri. Hautaweza kusumbuliwa na majinamizi katika nyumba yako, wala zile ndoto mbaya ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikikusumbua na kukufanya wewe ushindwe kulala vizuri. Ni dhahiri wazi ya kwamba hata ule uchovu ambao kwa namna moja ama nyingine huwa unashindwa kufahamu unatokea wapi, wote utaisha na utakuwa moja kati ya mtu safi sana mbele za Mungu. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi, lakini vile vile huenda umekutana na matokeo hayo au usikutane nayo katika glasi hiyo. Usipokutana nayo, ni dhahiri wazi ya kwamba wewe ni msafi kabisa, lakini ukikutana na hali hiyo, jaribu kufanya hivyo ndani ya siku 7. Bila shaka na imani utarudi katika video hii na kutupa umrejesho juu ya kile ulichokipata, ikiwa kama ni matokeo ya mabadiliko ya maisha yako ama juu ya matokeo ya glasi yako kuonekana kuwa na bubbles pamoja na mvuke ndani yake. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi, lakini ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu, basi jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli yako pendwa ya Bongo Swahili, media ya Kiswahili kwa lugha yako ya Kiswahili kabisa. Yafahamu maisha yetu kupitia mambo mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakijitokeza katika maisha yetu vile vile. Asante.